Habari gani? Mimi naitwa Majidi Mjengwa. Nipo kwenye viwanja vya Usagara. Ni wiki ya Makisatu, maonyesho ya kitaifa ya sayansi, teknolojia na ubunifu Tanga. Ni Wizara ya Elimu inayoratibu jambo hili. Watu ni wengi na leo ni siku ya kuhitimisha. Niko kwenye banda la taasisi ya elimu ya watu wazima na mabanda mengi. Sasa hili ni la taasisi ya elimu ya watu wazima na hapa nina kofia nyingine, na kofia kadhaa. Mojawapo ndio hii sasa. Mimi ni mjumbe wa Baraza la Usimamizi wa Elimu ya Watu Wazima Tanzania. Kwa hiyo niko hapa na Bwana Msonde. Karibu sana mkuu kwenye taasisi yako. Shukrani sana. Ya elimu ya watu wazima mkoa wa Tanga. Sasa Msonde ni mkuu katika Tanga yote. Nilishakutana naye. Vipi ule mradi wetu unaendeleaje wa jengo? Mradi wetu unaendelea vizuri, upo hatua za mwisho. Tunatarajia kuzindua tarehe 18 mwezi wa 9. Ndio. Katika mradi wetu huo hebu waeleze Tanga, maana nilikuja kwa ajili ya kufuatilia tu ni kitu gani tunazungumzia. Mradi wa IPOSA. Mradi tuna programu 4. Tuna programu ya Saloon and Modeling. Ndio. Tuna programu ya ujenzi, tuna programu ya electronics na tuna programu ya ujifunzaji vifaa vya electronics, mfano ufundi radio, ufundi TV na kadhalika. Kwa hiyo katika programu hizo mkuu, vijana wanasoma kwa muda wa miezi mitatu. Ndio. Baada ya miezi mitatu wanafanya mitihani yao, wanapatiwa vyeti. Katika mafunzo yao ndani ya miezi mitatu watapata elimu mjuzi, elimu ya ujasiriamali pamoja na stadi za maisha. Kwa hiyo mafunzo hayo ni mazuri. Tunashukuru serikali kupitia mradi huu mzuri ambao unakuja kumsaidia mtoto wa Kitanzania kumkwamua katika wimbi la umaskini. Karibu sana mkuu katika taasisi. Na hiyo ni katika kuchangia pia utekelezaji wa dira ya maendeleo 2050. Ni kweli mkuu. Kwa sababu ujuzi ni moja ya vitu ambavyo nadhani vitasaidia kwenye kufanikisha. Inahitaji vijana waingie kwenye ajira. Tuna vijana karibu 70%. Mimi nimevutiwa sana na kazi mnazozifanya. Lakini sasa mimi nafahamu kwa sababu ya nafasi yangu. Sasa anayetutazama kwa nini mtu aje kwenye taasisi ya elimu watu wazima? Kwa nini vijana wachangamkie fursa hii ya vituo vyetu? Kwanza mkuu wangu, fursa hii ya mradi huu wa IPOSA ni mradi mzuri. Fursa hii inatolewa bure. Ndio. Bure. Mafunzo haya ni bure, kuanzia usajili wake, form ni bure, mpaka masomo ni bure. Kwa hiyo mafunzo haya anapata elimu juzi ambayo anaweza kujiajiri. Kwa hiyo vijana wa Kitanzania waichangamkie fursa hii, ni nzuri, imekuja wakati muafaka kabisa kwa ajili ya kuwasaidia kujikwamua na wimbi kubwa. Na hii ni jitihada ya serikali awamu ya 6 kwenye kuwekeza kwenye hili kundi kubwa la vijana kwenye ajira. Kwa hiyo wengi hawana taarifa, na hizi ndio taarifa muhimu. Msonde hapa na kueleza wewe uliyekuwa Tanga, Ngamiani, kuna kwengineko. Hii ni nafasi yako ya kuweza kujiunga na hapa kama unavyoona kuna ufugaji, lakini nimevutiwa pia na jiko ambalo hawa ni vijana product ya mradi wetu wa IPOSA. Wameweza kudesign vitu hivi vizuri. Mfano hili hapa jiko, kijana wa program IPOSA wanaovutiwa wengi, anaweza akatuelezea. Jina naitwa Zabo. Hili ni jiko ambalo natumia nishati mbadala, nishati ya oili chafu, ambapo oili chafu yenyewe unaimimina huko. Ongeza sauti kidogo. Oili ambayo inatokana na vyombo vya usafiri, pikipiki au magari. Ambapo ukishaipata utaimimina huko, ukishaimimina utafungulia hapa kiasi, itashuka moja kwa moja hadi huko. Ukishafika huko utatafuta kitu cha kuanzisha moto, karatasi aidha tissue, utaiwasha. Ikishawaka utakuja kufungulia hapa kwenye mfumo wa hewa, ambao hewa hii itakuja moja kwa moja hadi huku kupuliza moto, kusaidia ili moto wake vizuri. Kifaa ambacho kinazalisha hewa yenyewe ili kipeni kidogo ambacho tumefungia hapa, ambacho kinatumia umeme. Kinatumia umeme mdogo sana kama volti 12, lakini kama pia nyumbani kwako huna umeme, unaweza kutumia betri la gari au la pikipiki, au kuweza kutumia kwa pika vizuri. Kwa hiyo umeme wa uhakika inatusaidia pia kwamba hili linaweza kuwa rahisi zaidi ukiwa na umeme wa uhakika. Wala Mwalimu Nyerere, ina maana tuna umeme wa ziada. Ukiwa na bei nafuu, sasa unaweza kutumia jiko kama hili. Sasa swali ambalo wengi wanajiuliza, sisi unajua tunapenda maharage, ugali, si ndio, na pilau. Maharage yanaiva? Hapa anaiva kwa sababu hata juzi hapa tulipika maharage. Umechemsha maharage juzi? Tulipika tulisonga ugali. Tulisonga ugali, ongea kwa sauti kidogo. Ugali. Tulisonga ugali hapa. Tulipika maharage hapa. Yakaiva? Na wali hapa yakaiva na tukara. Inatumia muda gani? Kina dada zangu wanauliza. Kwa maharage naweza kutumia hata nusu saa. Nusu saa?
Unajua maharage swala la kitaifa, maharage muhimu sana tukajua vizuri. Kwa sababu moto unaotoka hapa kali sana. Oili chafu ya kiasi gani? Lita moja? Ukiwa hata na lita moja. Lita moja. Matumizi yako. Lita moja unaweza kutumia hata wiki nzima. Wiki nzima? Kwa sababu ufunguli kama maji. Taruhusu toe, itashuka tone moja moja. Tone moja moja. Hongereni sana. Asante. Wageni wamekuwa wengi wana hamu ya pilau. Vipi, inaiva? Pilau inaiva. Sasa hiyo pilau kidude hicho kinakuwa kimekuwa connected kwenye umeme lazima ili moto wake unahitaji hewa na hiki ndio kinachosaidia kuzalisha hewa. Umeme una nafasi kubwa. Shida huko sijafungulia. Utafungulia huko. Anabidi afungulie tena kidogo. Ndio. Hiyo likishafika huko utaona ongezeko. Kwa hiyo wanaumwaga oli chafu unaweza ukaitumia sasa kwa namna hii, sio? Nikushukuru. Asante sana. Kwa jina naitwa Frank Stanton Selu, ni mnufaika mojawapo wa IPOSA, ambapo leo hii nimekuja na mifumo mitatu, ambao mfumo wa kwanza tunaita frequency machine au zapa. Mfumo huu ambao unabadili kiwango cha umeme kwenda katika mfumo wa frequency, ambapo mfumo frequency hizi lengo letu na kusudi ni kulenga hususan upande wa matibabu, kwamba tunataraji kwa baadaye tuweze kutibu bakteria na minyoo kwa kutumia mfumo wa frequency, kwa sababu tumeshafanya utafiti, tumeshagundua kwamba bakteria wanaweza akafa pia kwa kutumia frequency, ambapo hizo frequency tukizingiza kwenye mwili wa mwanadamu haziwezi kumzuru kuliko kuingiza umeme. Kwa hiyo tumeanza hatua ya kwanza, tubadilisha kiwango cha umeme kwenda kwenye frequency ili tuweze kufikia hilo lengo. Lakini mfumo wa pili huu tunaita automatic door call. Ni mfumo ambao mlango endapo kafunguliwa pasina mmiliki kuwepo nyumbani, basi mlango moja kwa moja unampigia simu mmiliki kwamba mlango huo umefunguliwa. Kwa hiyo mmiliki yeye moja kwa moja atajua kabisa kule nyumbani kuna shida. Ni smart door, sio? Ndio, smart door. Kwa hiyo mfumo wa tatu huu tunaita Tanzania Road Intelligence. Ndio. Mfumo huu ni kwa ajili ya ulinzi na usalama barabarani. Utafanya shughuli anazofanya traffic zaidi ya anazofanya traffic pia. Mfumo huu cha kwanza, dereva akishajisajili katika huu mfumo tutaweza kummonitor popote pale anapoenda. Lakini anatembea spidi kiasi gani, amevunja sheria gani ya barabara. Kwa mfano hapa tukiangalia tuna hizi alama za barabarani, tuna zebra, tuna speed limit 50. Kwa hiyo endapo akipita kwenye 50 akapita na 60, basi mfumo moja kwa moja utamwadhibu automatically kwa kumwekea faini kwenye leseni yake. Lakini pia dereva naye ataweza kuona hali ya barabara mbele yake, kuna alama gani za barabarani ambazo ziko mbele yake atakabiliana nazo, lakini kuna msongamano wa magari kiasi gani. Lakini pia mfumo huu utaweza kuwa ni moja ya manufaa kwa nchi yetu ya Tanzania. Utapunguza ile adha ya kuweka matrafiki wengi barabarani, lakini utapunguza ajali na vifo vinavyosababishwa na madereva wenyewe. Excellent. Safi sana. Na nilikuwa nakuja kwenye foleni, umeshalisema hilo, nao ni solution, unaipata ubunifu. Lakini zinapotokea ajali barabarani, hapo misugusugu, kuna ajali imetokea, hamwezi mfumo kama huu ukaungana na Wizara ya Mambo ya Ndani, Idara ya Usalama Barabarani, kutoa taarifa kwa madereva automatically, kuwe na interruption kwenye vyombo vya habari kwamba muda huu kuna ajali imetokea misugusugu, kwa hiyo tunajua kwamba huko misugusugu kutakuwa na foleni. Sasa my point, kwa sisi mfumo huu tutatambua kwamba kuna changamoto baadhi ya sehemu, labda ni msugusugu hapo, kwa sababu cha kwanza tutaona ile gari katika ile motion ambayo iko natembea itasimama ghafla. Ikisimama ghafla ita detect ile kukusanya longitude na latitude, then itatumia eneo husika. Ya point yangu ni kwamba ukiweza kucorroborate hii na polisi usalama barabarani, ili wao wakishaona watoe taarifa sasa, yani watu wawe na app ya hiyo. Mimi kiwa dereva niwe nayo hii, alafu inani alert kwamba misugusugu kuna foleni, kuna shida ya umenote pia hata dereva pia naye ataona kwamba huko kuna shida. Kwa mfano mimi hapa na login kama dereva, kwa hiyo taona kabisa kwamba huko msugusugu labda kuna shida fulani, huko itakuwa inanipa taarifa zote, kwa sababu na mimi dereva nitakuwa na dashboard. Ndio, kama hivi. Nimekuelewa. Hongera sana. Mimi nilikuwa nataka kwenda huko kinani na hiyo ndo maana ya ubunifu na teknolojia. Tukienda huko utapunguza mambo mengi ya shida hizi za barabarani na itapunguza ajali. Lakini muhimu kwa wanaotazama, misugusugu hakuna shida yoyote. Tulikuwa tunaitolea mfano. Asante sana kuja kutembelea kwenye banda letu. Ndio. Tunashukuru kwa maelekezo yako, tunaahidi kuyafanyia kazi
ili kuweza kufikia dira ya serikali ya 2050. Msonde, mkuu wa kituo cha taasisi ya elimu watu wazima mkoa wa Tanga, na mimi nikushukuru sana kwa kazi yangu inakuwa rahisi sasa kwenda kuwasilisha kwa wenzangu, lakini hayuko peke yake, kuna timu nzima ya watu wanaoifanya kazi hii katika taasisi ya elimu watu wazima. Nawashukuru sana, asanteni sana.